Hallelujah. Unabariki. Amen. Hallelujah. Unabariki. Amen. Hallelujah. Unatakaza. Amen. Hallelujah. Unatakasa. Amen. Hallelujah. Unainua. Amen. Hallelujah. Wewe ni Mungu. Amen. Hallelujah. Praise God once more time. It's a great evening, and we thank the Lord for gathering us together. For those who were together lunchtime, we praise the Lord for this chance. Even for those who are joining us this evening, that you may share the word of God together. May the Lord our God bless you in the name of Jesus. Let's pray as we enter into the word of God. Father, in the name of Jesus, we lift your name on high, my God. We adore you, King Jesus. We praise you, Jehovah Lord. We say you are worthy of all the praises, my Father. We adore you, my God, because of who you are, my Father, into our lives. We acknowledge your great love and your care, my Father, into our lives. Receive all the adoration, Master Jesus. We say thank you, my God and my Father, for you have seen it good, my Father and my Lord, that you may allow us to gather together, my Father, that we may adore you, my God, that we may testify of your goodness, my Lord, that we may lift our hands before thee, that we may lift our eyes before thee, my Father, because you are our fortress, you are our helper, my Father. You are Jehovah Messiah, Lord. You are everything that we desire to have, King Jesus. Receive all the glory and honor, Jehovah, Lord. We surrender unto thee, my God and my Father. Jehovah Master, as we hear from you, King Jesus. Master Jesus, let you be together with us and lead us and guide us and instruct us, my Father, through your word, King Jesus, because you have the power and authority. And your word, my God and my Father, as a breathe into our lives, Jehovah, Lord. Take dominion, King Jesus. Reign, my Father and my Redeemer, because you are worthy and you are great, my Lord. I surrender unto thee, my Father, King Jesus, my Lord and my Redeemer. With this carnal might, my Father, I cannot speak your heart, my Father and my Redeemer. Jehovah Master, take dominion, the whole of my mind, the whole of my body, my Father, and use me according to your will, my Master. Jehovah, strengthen your hand and my Father, my Lord, and touch my mouth, my Father and my Redeemer, that I may speak that cometh from you, my Redeemer. And it's in Jesus' name we do pray, trust, and believe. Amen. Thank you. We are still in the house of the Lord, CFC, City Stadium, roundabouts, and the Lord is our Savior. Welcome from wherever you are listening us, from wherever you are joining us. We be partakers together as the Lord our God leadeth us to, in the name of Jesus. My name once more time is Pastor Anita. Blessed of the Lord. I'm saved. And I love the Lord as my personal Savior. I wasn't good to be saved. Jesus did not come because of the good people, but because of sinners, that he may transform us, that he may change us, that he may beautify us, because he has the power and authority. So I praise the Lord for salvation. I also say thank you. I'm humbled. Hunter, my Reverend Dora Waruinke, as the vision bearer of CFC. May the Lord our God bless you for giving me this opportunity to stand and minister in the name of Jesus. We are going to read from the book of Matthew. We are going to teach ourselves or to encourage us through the word of God from the book of Matthew, chapter 17, from verse 1 downwards. I'm going to read in Swahili, Matthew chapter 17, from verse 1. Na baada ya siku 6, Yesu akatwaa Petro
na Yakobo na Yohana ndukuye, akawaleta juu ya mlima mrefu faragani. Mstari wa 2, akangeuka sura yake mbele yao, uso wake ukang'aa kama jua, mavazi yake yakawa meupe kama nuru. Mstari wa 3, na tazama wakatokewa na Musa na Eliya, wakazungumza naye. Petro akajibu akamwambia Yesu, Bwana, ni vizuri sisi kuwepo hapa. Ukitaka nitafanya hapa vibanda vitatu, kimoja chako wewe na kimoja cha Musa na kimoja cha Eliya. Praise the Lord. Biblia inasema ya kwamba after 6 days, ishara ya kwamba it's a continuation. Kuna mambo ambayo Yesu alikuwa anashughulika nayo. Kuna shughuli ambazo Yesu alikuwa, kuna kazi ambazo Yesu alikuwa anafanya siku baada ya ingine. Na Biblia inasema after the 6th day, Jesus took John, Peter and his brother James, na akawapandisha juu mlimani, hakatoka na wao wakiwa watatu. Usahau ya kwamba Yesu alikuwa na wanafunzi wengi, hakuwa na wanafunzi watatu. Lakini baadhi ya wale wengi alichagua wale watatu kuwa the inner circle. Alichagua wale watatu, akaona inastahili kila wakati mahali ambapo anatembea pamoja nao, na akachukua hatua ya kuwachagua wakiwa watatu, na akawapandisha mlimani, na akaacha wale wengine mahali pale. Bwana asifiwe. Na wakati ambapo walipanda katika mlima, Biblia inasema ya kwamba Yesu alingeuka, akangeuza sura yake na ikang'aa kama jua, na sura yake ikawa imeng'aa zaidi. Na katika ile hali, tazama, watu watatu walitokea. Alikuwa na wanafunzi wake watatu, lakini pale baada ya kungeuza sura yake, kuna watu walitokea mahali pale. Na wakati walitokea mahali pale, wanafunzi wake wakatazama na wakaona ni Musa na Eliya. Na sababu wanafunzi ambao alikuwa nao ni kama bodyguards, Petro akamwambia Yesu, naona ni vyema kuwa mahali hapa, na ni vyema tukatengeneze vibanda vitatu, chako kimoja na cha Musa na cha Eliya. Ishara ya kwamba wao walikuwa wanajihesabu watakaa na Yesu, sababu wao ndio bodyguards wa Yesu, sababu wao ndio kila wakati wako na Yesu. Kwa hivyo katika kila chumba cha tatu watakuwa ndani mahali pale. Praise the Lord. Inaashiria nini? There are sometimes ambao Bwana atakutembelea, Bwana atahitaji kutembea pamoja na wewe, Bwana atahitaji kukaa pamoja nawe, Bwana atahitaji kukufunulia mambo ambayo ni zaidi ya matarajio yako, mambo ambayo ni zaidi ya akili yako, mambo ambayo ni zaidi ya elimu yako, mambo ambayo ni zaidi ya uwezo ambao uko nao kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Praise the Lord. Wanafunzi wa Yesu, wakati pengine aliwaambia wapande mlimani, hawakutarajia mambo kama haya yatatendeka. Walichukua ya kwamba ile kawaida ya kwamba Yesu anatupenda na huwa anapenda saa yote tunakuwa karibu na yeye katika kila hatua ambao anachukua. Praise the Lord. Walipanda na Yesu, lakini wakati walifika mahali pale, sura yake ilibadilika, ikawa si ile wamezoea. Kuna wakati mwingine mambo huwa yanabadilika, yanakuwa si vile umezoea, yanakuwa si vile unatarajia, yanakuwa si vile ulikuwa umekusudia, yamekuwa si vile ulikuwa umeandaa. Lakini Bwana anashuka na kutenda, ama anabadilisha kwa ajili ya utukufu wa jina lake, anabadilisha kwa ajili ya kujidhihirisha, anabadilisha kwa ajili ya kujionyesha, anabadilisha kwa ajili ya kutenda sawa sawa na mapenzi yake. Praise the Lord. Sura yake ilibadilika. Hebu tusome, tuteremke pale chini, tuone baada ya wanafunzi wa Yesu kumwambia ya kwamba ni vyema tukatengeneze vibanda vitatu mahali hapa. Mstari wa 5 unasema hivyo,
alipokuwa katika kusema, tazama wingu jeupe likawatia uvuli, na tazama sauti ikatoka katika lile wingu ikasema, huyu ni mwanangu mpendwa, ninayependezwa naye, msikieni yeye. Praise the Lord. Wakati ambapo walikuwa wanasemeshana na Yesu, wakati ambapo walikuwa katika kujadiliana na Yesu, wingu kuu likashuka kutoka juu mbinguni, wingu leupe, wingu jeupe, na likawafunika, na sauti ikatoka katika lile wingu ya kwamba huyu ni mwanangu ninayependezwa naye, atakayowaambia msikieni. Praise the Lord. Ishara ya kwamba hii ishara ilikuwa inatendeka kutoka juu mbinguni. Baba yake aliyemtuma ndiye alikuwa anaendelea kufanya kazi ndani yake, ndiposa wakapate kuendelea kutambua ya kwamba hajakuja yeye peke yake, hajajituma yeye mwenyewe, bali kuna yule ambaye amemtuma. Praise the Lord. Na ndiposa sauti ilitoka juu. Wanafunzi wa Yesu, wakati ambapo walikuwa wanamwambia ya kwamba ni vyema kuwa mahali hapa, ni vyema tutengeneze vibanda vitatu, wao wakawa sasa wanaona inastahili wao wanakaa mahali pale, inastahili sasa wawe na nyumba mahali pale, wawe hapo ndipo makao yao. Lakini naye yule aliyetuma Yesu Kristo alikuwa katika wakati wa kutenda ishara, wakati ambapo anataka wakaelewa ya kwamba hawako katika kiwango kimoja, hawako sawa na yeye, hayuko peke yake, bali ako na yule ambaye alimtuma. Praise the Lord. Na hapo ndipo sauti ilitoka juu mbinguni ya kwamba huyu ni mwanangu ninayependezwa naye, atakayowaambia msikieni yeye. Praise the Lord. Huyu ni mwanangu ninayempenda. This is my servant whom I've chosen that he may deliver my message to you. This is my servant whom I've chosen that he may direct you. This is my servant whom I'm chosen that he may rebuke you. This is my servant whom I'm chosen that he may pray for you. This is my servant whom I'm chosen that he may proclaim blessings upon your life. Praise the Lord. Biblia inasema ya kwamba wakasikia sauti na wakaambiwa, huyu ni mwanangu ninayependezwa na yeye, atakachowaambia chote kisikieni na kutenda. Ni mara ngapi wakati ambapo tunasemeshwa na mtumishi wa Mungu, wakati ambapo tunaelekezwa na mtumishi wa Mungu, tunasema hiyo ni sauti ya mtu yule ambaye tumezoea. Tunasahau ya kwamba anatumika kama chombo kwa ajili ya yule aliyemuita. Wanafunzi wa Yesu walikuwa wamefikiria wako katika ile hali ya mazoeano, lakini Mungu akiwa juu mbinguni akaona ni vyema wakapate kuelewa ni nani wanatembea na yeye, ni nani anawaelekeza, ni nani anawaongoza, ni nani anafanya miujiza na ishara ambao wanaona kila mahali ambapo wanatembea na yeye. Praise the Lord. Ndiposa Mungu akachukua jukumu na akaachilia sauti yake na akawaambia, huyu ni mwanangu ninayependezwa na yeye, atakayetuambia lolote lile atakayowaambia lisikieni na kulitenda. Praise the Lord. Ndiposa wabadilishe mawazo yao, ndiposa waondoe ukawaida, ndiposa waondoe mawazo yale ambao walikuwa ndio iko ndani katika mafikira yao. Praise the Lord. Mara nyingi unapata kama wanadamu tuko na mafikira ambao tunatazama na kusema, huyu pasta pengine si wa kiwango changu, huyu pasta pengine hana upako ule ambao ninatarajia, huyu pasta pengine hasiniombea na nikapona, huyu pasta pengine hasitamka baraka na nikapokea. Lakini kuna wakati Mungu akiwa juu mbinguni anataka akafanye ishara, ndiposa ukapate kuelewa ya kwamba sio yeye amejituma, bali kuna yule ambaye amemtuma, na ndiposa anamtumikia. Praise the Lord. Wakati sauti ilitoka juu mbinguni, tuteremke pale chini tuone Biblia inasema nini. Mstari wa 6, wale wanafunzi waliposikia walianguka kifulifuli, wakaogopa sana. Wakati walisikia ile sauti walianguka kifulifuli, waliongopa sana, walishtuka, sababu haikuwa matarajio yao. Walikuwa wamezoea Yesu, wanatembea na yeye, wanakula na yeye, wanakunywa na yeye, wanalala na yeye. Kwa hivyo ikakuwa ni kama kawaida, kama vile mara mingi unapata tunazoea watumishi wa Mungu, tunawaona kila siku, tunaona tu anasema kujeni tuombe, tunasema tu ni kawaida. Kulikuwa na sababu.
Wanafunzi walitambua ya kwamba kumbe si vile tumezoea. Kumbe huyu ni mtu wa utofauti. Kumbe huyu ni mtu ambaye ako katika tume. Kumbe huyu ni mtu ambaye hajajituma. Kuna yule ambaye ako nyuma yake amemtuma. Praise the Lord. Ndiposa wakahofia sana, wakaogopa. Mara nyingi unaweza pata tuko katika nyumba ya Bwana na hujatarajia. Pengine wewe unajionji ama umejifima, ukaona uko mkamilifu, ukaona uko sawa. Na wakati ambapo mtumishi wa Mungu, nguvu za Mungu zinashuka juu yake, wakati ambapo anaanza kutumika katika uwepo na nguvu za Bwana, unajipata kuwa si vile nilikuwa ninafikiria niko. Praise the Lord. Ni kwa nini? Sauti ya yeye aliyemtuma amemwamurisha, na hakika akifika mahali pale akui ni yeye, bali yeye aliyemtuma ndiye anayefanya kazi ndani yake, ndiye anayenena ndani yake. Wanafunzi wa Yesu waliongopa na wakaanguka chini kifulifuli, ishara ya kusujudu, ishara ya kufunjika, ishara ya kunyenyekea, ishara ya kutii. Praise the Lord. Hakuna siku wakati utapata mtu ameserenda pasipo kukubali na kutii na kunyenyekea. Lazima ukuwe ya kwamba umefunjika, umekubali kunyenyekea. Walikubali, wakaelewa kumbe si Yesu ule tumezoea, na wakafunjika, wakamsujudu, wakamuinamia, wakatafuta ni wapi waende, sababu wametishwa. Ukawaida umeondolewa ndani yao. Praise the Lord. Wakati ambapo walikuwa katika hali kama hiyo, Biblia inasema nini? Yesu akaja akawanguza, akasema, inukeni wala msiongope. Wakainuka, macho yao yasione mtu ila Yesu peke yake. Praise the Lord. Yesu mwenyewe ndiye aliwaandia mahali ambapo walikuwa wameanguka, wakiwa wamejawa na hofu, wakiwa wamejawa na uoga, wakiwa wanatetemeka, wakiwa wanashindwa what next. Usisahau walikuwa wameona Musa na Eliya wamewatokea wakawa watatu. Wakaona Yesu, Eliya na Musa, na ndiposa wakawa na mawazo ya kwamba ni vyema watengeneze vyumba vitatu, kimoja cha Yesu Kristo, kingine cha Eliya na kingine cha Musa. Na wakati ambapo walikuwa katika hayo mawazo, wakiwa wanafikiria, wanawaza wakiwasua, ndipo wingu likawashukia. Na baada ya wingu kuwashukia, sauti ikafuata, na mambo ikawa si vile walikuwa na si vile walitarajia. Kwa hivyo wakati ambapo sauti ya Bwana inashuka, wakati ambapo nguvu za Bwana zinashuka, wakati ambapo uwezo wa Bwana unashuka, unajipata si vile ulifikiria, sio vile ulitarajia, sio vile umeingia ukiwa, sio vile ulikuwa jana, sio vile ulikuwa asubuhi. Ni kwa nini? Bwana ameshuka na kutenda jambo jipya katika maisha yako. Praise the Lord. Walibadilishwa, nguvu za Bwana zilishuka, uwezo wa Bwana ulishuka juu yao, neema ya Bwana ilishuka juu yao, na wakapata hakika wako na kila sababu ya kusujudu mbele za Bwana, wako na kila sababu ya kunyenyekea mbele za Bwana, wako na kila sababu ya kumuhimidi huyu Bwana. Na ndiposa Yesu akawatembelea na kuanguza na kuanguza na kuambia, msiongope, inukeni, msiongope, mmepata amani, msiongope, mmepokea ushindi, msiongope, mmepata uponyaji, msiongope, mmeinuliwa mara tena, msiongope, mmetiwa nguvu mara tena, msiongope, amani imepatikana katika maisha yenu. Praise the Lord. Wakati ambapo tunaanguka mbele za Bwana kwa ukamilifu, wakati ambapo tunaitii sauti ya Bwana, wakati ambapo tunanyenyekea mbele za Bwana, ndiposa atatuambia ya kwamba msiongope, inukeni, sababu mmepokea haja ya mioyo yenu. Praise the Lord. Lakini wakati ambapo tunakuwa ni mazoea, tunatazama tu na kufikiria, with this carnal mind, with this carnal body, we cannot please the Lord.
Haleluya. Wanafunzi wa Yesu walikuwa wamemzoea na wakaona tu wakimuona. Kwa hivyo sababu tumetembea mlimani na kama Elia na Musa wametembea, wanafikiria wako mwilini. Hawajui ya kwamba hawa ni watu ambao wameletwa kwa mfano kwa ajili ya utukufu wa jina la Yesu. Wameletwa ni kwa ajili ya Mungu kutaka kujidhihirisha ya kwamba anaponena anatenda. Praise the Lord. Lakini wao walikuwa wamezoea Yesu. Wanaona wanatembea na Yesu, anaendelea kuhubiri, anaendelea kufundisha, anasema jioni imefika, watu hawa watakula nini? Lakini wanafunzi wanaona mateso tu, wanasema hawa wanakufuata juu ya mikate, wacha waende kwao. Walikuwa wamezoea Yesu. Lakini wakati ambapo baba yake alitaka sasa wakapate kuondoa ukawaida, aliachilia sauti yake, aliachilia nguvu zake, na ndiposa wakafunjika. Na wakati walifunjika, Yesu aliwagusa na akawaambia, inukeni, msiogope tena. Wakati tutakaponyenyekea, wakati tutakapofunjika, Bwana Yesu yuko tayari kutuambia haja ya mioyo yenu mmepokea. Kilichokuwa kimeshindikana kwenu mmepokea sasa. Ugonjwa ambao ulisema ya kwamba hauna tiba, uponyaji umepatikana. Mahali ambapo kulikuwa hakuna amani, amani imepatikana. Mahali ambapo mlikuwa mmefungwa, mmefunguliwa, sababu mmefunjika, mmenyenyekea, mmetii sauti ya Bwana. Praise the Lord. Wakati wanafunzi walinyenyekea, Yesu aliwagusa na akawaambia msiogope tena. Nasi kama walokole, watoto ambao tunaitanishwa na Bwana Yesu Kristo, wakati ambapo tunaendelea kufunjika, wakati ambapo tunaendelea kunyenyekea, ni mwaminifu, hatatunguza kwa mkono wake hodari, mkono wake mtakatifu, na kutimiza haja za mioyo yetu. Praise the Lord. Tuteremke pale chini tuone wanafunzi waliendelea kuambiwa nini. Mstari wa 9, mstari wa 8, walipoinua macho yao wasione mtu ila Yesu peke yake. Praise the Lord. Walipoinuka mahali pale wakajaribu kutazama, hawakuona mtu mwingine ila Yesu peke yake. Haleluya. Wakati ambapo tunamsujudu, wakati ambapo tunanyenyekea, wakati ambapo tunatii, hatutaona mambo mengine kando, hatutaona vikwazo vingine kando, hatutaona mateso kando, bali tutamuona Yesu aliyemuweza wa yote. Tutamuona Yesu aliye msaada wa karibu. Tutamuona Yesu anayetuwezesha yote. Tutamuona Yesu anayetushindania. Tutamuona Yesu anayetuimarisha na kutenda mapenzi yake katika maisha yetu. Praise the Lord. Mstari wa 9 unasema nini? Na walipokuwa wakishuka mlimani, Yesu aliwaagiza akasema, msimwambie mtu yeyote habari ya maono haya, hata Mwana wa Adamu atakapofufuka katika wafu. Wanafunzi wake wakamuuliza wakisema, basi kwa nini waandishi unena ya kwamba imempasa Eliya kuja kwanza? Naye akajibu akawaambia, kweli Eliya juhaja kwanza atatengeneza yote, ila anawaambia ya kwamba Eliya amekwisha kuja, wasimtambue, lakini wakamtenda yote walioyataka. Vivyo hivyo Mwana wa Adamu naye yuaenda kuteswa kwao. Ndivyo wale wanafunzi walipofahamu ya kuwa amesema nao habari za Yohana Mbatizaji. Praise the Lord. Wakaanza kuuliza maswali. Yesu akawaambia, nataka sasa tuteremke, tutoke juu ya mlima, turejee wenzetu mahali pale. Na wakaanza kumuuliza maswali. Wakamuuliza Yesu mwenyewe kwanza akawaambia ya kwamba ninaomba kusiwe na yeyote akapeana hii siri, kusiwe na yeyote akasamka yale ambayo mmeshuhudia katika mlima, kusiwe na yeyote akakimbia na kuanza katamka ovyo ovyo yale ambayo mmeona. Praise the Lord. Ishara ya kwamba kama Wakristo tunastahili kuwa watu ambao tuko na mipaka, tunastahili kuwa watu ambao tuko na secrets, tunastahili kuwa watu ambao tunatia lijamu katika ndimi zetu, tunastahili kuwa watu ambao wanaelewa majira na nyakati. Praise the Lord. Yesu aliwaonya na akawaambia, haya mambo ambao mmeona, haya maono ambao wameona, wao walitumwa kuona maono. Wakati waliona Musa na Eliya ilikuwa ni maono, lakini hawana ufahamu. Ndiposa wanaanza kuuliza Yesu maswali, na Yesu akawaambia msiyanene haya, sababu Eliya alikuja na wakachukua kuwa kawaida, wakamfanyia yote ambao walimfanyia, kama jinsi ambavyo wanamfanyia Yesu Kristo, kama
kama jinsi ambavyo wanapanga jinsi ya kumfanyia Yesu Kristo, hivyo hivyo ndivyo Elia alikuja, na hata Musa alikuja na wakamfanyia yale yale. Praise the Lord. The Lord our God is so faithful. Ishara ya kwamba hata unaweza pata pastor ako na inner circle, ako na watu wake ambao ni wakaribu na yeye, watu ambao wako na hekima, watu ambao wako disciplined, watu ambao wametem their lips, watu ambao they can keep secrets. Praise the Lord. Yesu alikuwa amejichagulia watatu. They were the inner circle of Jesus. Akawaambia msijaribu. Keep this as a secret. Hata mwana wa Adamu atakapouliwa mpaka atakapofufuka, you keep this as a secret. Ni swali kwangu, ni swali kwako. Huko na uwezo wa kuweka siri za Bwana. Huko na uwezo wa kuweka siri za nyumba ya Bwana. Huko na uwezo wa kuweka siri wakati ambapo Bwana anasemeshana na wewe na kukuangiza jinsi gani unastahili kufanya, ni njia gani unastahili kupitia. Huko na uwezo wa kuweka siri, ama ni kuweka kwa gazeti, ni kuweka kwa Kameme FM, radio korokosho bila betri. Ni swali kwako, ni swali kwangu. Yesu aliwaangiza akawaambia, keep this secret. Praise the Lord. Na akaendelea kuwaelezea yale ambayo yako mbele yake, mpaka kuwaambia ya kwamba haya yote Musa, Elia walikuja, walidhiakiwa, walidhurumiwa, na akiendelea kuongea na wao wakapata ufunuo. Anawaelezea zaidi kuhusu Yohana Mbatizaji. Mstari wa 14 Biblia inasema nini? Nao walipoufikia mkutano, mtu mmoja akamjia, akapigia magoti akisema, Bwana, humrehemu mwanangu, kwa kuwa ana kifafa na kuteswa vibaya, maana mara nyingi huanguka motoni na mara nyingi majini. Nikamleta kwa wanafunzi wako, wasiweze kumponya. Praise the Lord. Walipoteremka kutoka mlimani akiwa na wale wanafunzi watatu, wanafunzi wale wengine ambao walikuwa wamesalia pale walikuwa katika tume, walikuwa wameendelea na kazi, na wakiwa katika kazi mahali pale, wakiwa wanaendelea kutangaza ya kwamba Yesu yupo na anaponya, wakaletewa mgonjwa, wakaletewa kijana mmoja ambaye alikuwa ameteswa na kifafa, ambaye alikuwa mgonjwa saa yote. As you know, ugonjwa wa kifafa unaangukanga without notice, na unaweza hata anguka kwa moto, unaweza anguka kwa maji, unaweza anguka kwa barabara. So huyu mzazi alikuwa na hard time, na sababu Yesu alikuwa anatembea katika huduma, akifanya kazi, akiponya wengi, akifufua, huyu mzazi akasikia ya kwamba Yesu Mnasareti ambaye anaponya ako katika kijiji chao, na akatoka na mtoto wake. Na wakati alipeleka mtoto wake akiwa na matumaini ya kukuta Bwana Yesu Kristo, akaenda akakuta wanafunzi wake, na wakati alikuta wanafunzi wake mahali pale, akawaelezea shida ambao ameleta, ni nini imemleta mahali pale. Na wanafunzi wake, sababu walikuwa wanaambatana na Yesu kila wakati, wakachukua hatua ya kukemea pepo ambayo alikuwa ndani ya mtoto. Praise the Lord. Lakini pepo asitoke. Ishara ya kwamba our reverend anaweza enda katika mission mbali sana, na sisi tumebaki hapa. Na mtu anapotembea anahitaji msaada. Are we ready? Are we capable to stand in the gap and do the right thing? Huyu mzazi wakati alimuona Yesu alikimbia na akapiga magoti mbele yake, akafunjika mbele yake, akanyenyekea mbele yake, akamwambia, Bwana wangu, nimeleta mtoto wangu ameteswa na kifafa kwa muda mwingi, lakini wanafunzi wako wameshindwa. Ishara ya kwamba alikuwa anawastaki. Alikuwa ameona kushindwa kwao, alikuwa ameona udhaifu wao, na akaona ni vyema akawastaki kwa master wao, akawastaki kwa mkubwa wao, akawastaki kwa kansala wao, akawastaki kwa kiongozi wao, na akasema ya kwamba nimemleta lakini wameshindwa.
Na wakati Yesu alisikia hiyo ujumbe, sababu yule mtu hakukuja kwa Yesu na kiburi, hakukuja kwanza kumuuliza hao ni wanafunzi wa aina gani, hao ni watu wa aina gani unatembea na wao, lakini alisema, alikimbia na akapiga magoti mbele ya Yesu, alikimbia na akafunjika mbele ya Yesu, alikimbia na akanyenyekea mbele zake, ishara ya kwamba anamtambua, anamuheshimu na anakubali kuna uwezo ndani yake wa kuponya. Praise the Lord. Hata kama alikuwa amekutana na changamoto ya wale alitangulia kuwapata, hawakuweza kuombea yule mtoto akapata kupokea uponyaji. Yesu alichukua hatua. Mstari wa 17. Yesu akajibu akasema, enyi kizazi kisichoamini kilichopotoka, nitakaa pamoja nanyi hadi lini? Nitachukuliana nanyi hadi lini? Mleteni kwangu. Praise the Lord. Wakati yule mwenye hitaji alipokimbia mbele za Bwana na akapiga magoti na akaomba, akamwambia, Bwana, naomba ukanirehemu, naomba ukanihurumie, ishara ya kwamba alifunjika, alinyenyekea, alikubali akaombe msaada kwa yule ambaye ako na uwezo, na akatambua mamlaka na uwezo yaliyo ndani yake, na ndiposa anaenda kwa kunyenyekea, anaenda kwa kufunjika, na akamwambia, ninaomba unirehemu. Lakini hapa Yesu anapinduka na kukemea wanafunzi wake. Yesu anapinduka na kuwarekebisha wanafunzi wake. Akawauliza, enyi kizazi kisichoamini, nitachukuliana nanyi hadi lini? Watu wa imani ndogo, nitatembea nanyi hadi lini? Leteni huyo mtoto kwangu. Praise the Lord. Ishara ya kwamba Jesus all the time was walking together with his disciples with love, rebuke, correction, care, and even taking care of them. Praise the Lord. Na hakuna aliyeinuka, hakuna aliyelalamika, hakuna aliyesema ya kwamba nitaondoka katika hiki kikundi, sababu Yesu anatukemea, sababu Yesu anatukejeli, sababu Yesu anatuinukia, sababu Yesu anatushautia. Praise the Lord. Lakini walizidi kuambatana na yeye, ishara ya kwamba walikuwa na moyo wa kutaka kufundishika, walikuwa na moyo wa kutaka kuelekezwa, walikuwa na moyo wa kutaka kufundishika na kupewa mwelekeo ambao unastahili, mwelekeo ulio dhabiti. Ndiposa hata Yesu atakapoondoka na kukaa mbali na wao, watakuwa na uwezo, watakuwa na hekima, watakuwa na ufahamu ni jinsi gani wanastahili kufanya jambo, ni hatua gani ambao wanastahili kuchukua, ni usemi gani ambao wanastahili kutoka katika vinywa vyao, na wakati gani na wapi na kwa nani na lini. Praise the Lord. Yesu aliwakemea, akawauliza, nitachukuliana nanyi hadi lini? Kizazi kisichoamini, watu wa imani haba. Ni mara ngapi umekubali ukafurahia wakati ambapo unakemewa, wakati ambapo unaambiwa hii haistahili, wakati unaambiwa hapana, utaacha hii mchezo yako, hapana, wakati unaambiwa hii njia unafuata si nzuri, wakati unaambiwa hiki unafanya kitakuumiza. Ni mara ngapi umefurahia ama ukatulia na kutaka kujionji na kujiuliza ni namna gani, ama ukakaribia ule mtu na kutaka kujua zaidi, unastahili kufuata njia gani, unastahili kufanya nini, unastahili kuchukua hatua gani ndiposa ukapate uponyaji. Ni swali kwako, ni swali kwangu. Wakristo wa siku hizi hatutaki tukikemewa, hatutaki tukirekebishwa, hatutaki tukiambiwa ukweli, lakini tunataka kupembelezwa, hili hali kesho yake ni majuto. Wanafunzi wa Yesu aliwakemea na akasema, mleteni kwangu. Wakati mtoto aliletwa kwa Yesu, alichukua hatua ya kukemea ule pepo, na pepo akaondoka, na mtoto na mzazi wakaenda. Lakini wanafunzi wa Yesu
Neno inaendelea kusema ya kwamba wakati walibaki na Yesu, wakiendelea na safari yao, wakiendelea na huduma yao, wakamuuliza, Bwana wetu, na mbona sisi ilitushinda kutoa? Watu ambao wako na moyo wa kutaka kufundishika, watu ambao wanakubali kurekebishwa, watu ambao wanakubali kuelekezwa, watu ambao wanakubali kuambiwa ili ndilo njia. Praise the Lord. Wakati ambapo umati uliondoka, neno inasema ya kwamba wakamuuliza, Bwana wetu Yesu, mbona sisi tulishindwa kutoa? Na sababu naye Yesu anawapenda, akawaambia zingine kama hizi asitolewi tu kwa kukemea, ila kwa kufunga na kuomba. Praise the Lord. Ni kwa nini? Sababu walikubali kujua zaidi, walikubali kuelekezwa, walikubali kukemewa kwa upendo na kupatiwa mwelekeo ambao unastahili. Jioni ya leo ni kwangu na mimi, ni kwangu na wewe, hujiulize kama wakati ambapo unarekebishwa huwa una react aje? Wakati ambapo unakemewa huwa una react aje? Wakati ambapo unaelekezwa, unaambiwa this is the right way to follow, not this way you are going, how do you react? How do you take it? How do you understand it? Or you just raise against the person who is rebuking you? Or you just gun against the person who is instructing you? Or you just raise against the person who is giving you direction? Hawa ni bosi wako, hawa ni pastor wako, hawa ni bishop wako, hawa ni rafiki yako, hawa ni mzazi wako. Unachukua hatua ya namna gani? Hawa ni mfanyikazi mwenzako, iwe ni mwanabiashara mwenzako. Wakati ambapo anachukua hatua na anakuambia hii njia unafuata kuna kuangamia, hili ambalo unafanya there are consequences, unachukua hatua gani? Unamwendea na kumuuliza, which way am I supposed to follow? What am I supposed to do? Ama unafanya kuwa adui katika maisha yako. Wanafunzi wa Yesu walitambua ya kwamba wako na kila sababu ya kuongeza imani yao, wako na kila sababu ya kuzidi kusoma na kujifunza kutoka kwa Yesu, ndiposa imani yao ikapate kuongezeka, imani yao ikapate kuwa na nguvu na ikapate kufanya kazi pamoja. Praise the Lord. So this evening, let us have faith. Let us have faith. Ishara ya kwamba ukiona Yesu anawekemea akiwaambia watu wa imani ndogo, imani haba, meaning imani yao ilikuwa imefungua. Pengine walikuwa wanajiulizana, mbona sisi tuliachwa hapa? Kwa nini alienda na wale watatu? Kama vile mara nyingi unapata tunajiuliza, mbona pastor anapenda kukaa na Mary sana na mimi hapendi kukaa na mimi? Why? Yesu alikuwa na the inner circle and there is every good reason. Hata ukiona anakaa na mtu, there is every good reason. Pengine wao walibaki wakiulizana maswali kama hayo, na wakati wanaletewa mgonjwa, imani yao iko mahali pengine, mawazo imeondoka katika imani. Na ndiposa Yesu anawakemea akiwaambia, ninyi kizazi cha imani ndogo, nitachukuliana nanyi mpaka lini? This evening, wacha imani yetu tukaongeze imani yetu katika kila jambo, katika kila hatua. Wacha imani yetu ikawe strong, so that we can be able to do what we desire to do, so that we can be able to receive that we desire to receive from our God, so that we can be able to proclaim of Jesus and his miracles and his power and his goodness in our lives. Praise the Lord. Because if we have no faith, we will never confess, we will never proclaim, we will never testify the goodness of our Father. Itakuwa saa yote ni kulalamika, itakuwa saa yote ni kuungunika. Lakini wakati ambapo imani yetu iko strong,
tutamuinua usiku na mchana. Tutasimama katika pengo na mambo yatabadilika. Uponyaji utapatikana, amani itapatikana, ushindi utapatikana. Ushindi utapatikana wa kiroho na kimwili. Baraka zitapatikana, milango itafunguliwa wakati imani yetu inakuwa, wakati imani yetu inakuwa si haba. Praise the Lord. Mungu ni mwema. Na ndiposa akawapatia mfano, akawaambia hata imani yenu ikiwa ndogo kama mbegu ya alidari, the mustard seed, utaambia mlima huu ung'oke hapa na utaama uende pande ile. Imani, tufalilie imani yetu katika kila jambo tunalofanya. Tufalilie imani yetu katika kila hatua tunayochukua. Just have faith in everything that you does. Just have faith in everything that you speak. Just have faith in every step that you make it. Have faith. Hata kama unataka kuwa promoted, have faith. Na Mungu atashuka na kutenda mapenzi yake. May the Lord our God bless us na atusaidie kwa kufungukiwa kwa imani yetu kwa upendo wake, ndiposa tukapate kusimama na kusema yu hai na anaishi milele na anatenda makuu na anabadilisha, kwa jina la Yesu Kristo. May the Lord our God bless us from wherever you are viewing us. May the Lord our God bless you as you strengthen your faith in the name of Jesus. Father, in the name of Jesus, we bless your name because you are great. We say thank you, Father, for your word. Thank you, King Jesus, because you are faithful. My God, we trust and believe in you, my Father, ya kwamba utatutia nguvu mara tena, utatuinua mara tena, utatupa neema Jehova ya kuchochea imani yetu, Baba yetu, kwa jina la Yesu Kristo. Tusaidie hata kwa kufungukiwa kwetu, ukatuwezeshe Jehova katika kila hali Jehova, na ukatuponye na ukatubariki na ukatutetee na ukatushindanie na ukatuimarishe kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Wewe ni Mungu mkuu, unatawala milele na unabaki kuwa Mungu milele katika maisha yetu. Wema wako Baba na ukuu wako ukawe sehemu katika maisha yetu. Pokea sifa zote Mungu wetu. Bariki kila mmoja, walio karibu, walio mbali Jehova, kutana na hitaji ya moyo wa kila mmoja. Mtetezi wa karibu, unaponya na kubariki. Wema wako Masia na mapenzi yako ndio tunaomba ikatamalaki hata katika nchi ya Kenya, kwa jamii zetu Masia, kwa njia zetu Baba yetu. Tenda ukuu Masia, tenda maajabu Mungu wetu, sababu wewe unatenda zaidi ya mawazo yetu na nguvu zetu Baba yetu. Asante kwa kuwa wewe umetukuka. Neema yako na amani yako Baba tutoshe. Tutakapoona tumeunganika mahali hapa siku ya kesho mara tena, sifa na shukrani zikakurejelee wewe, nani katika jina la Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amen. Amen. We can give our offerings in the name of Jesus. Our viewers, you be blessed. Let's meet tomorrow early in the morning. The morning glory, by God's bless, by God's grace. Shalom, shalom, shalom. Amen.